umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Azawa raisi. Amen. Umani ambiwa tu kesho yake ni safari. Na unaanza kugonjeka. Bwana Yesu asifiwe. Hakika haijawa rahisi. Najua kila mtu ako salama. Najua kila mtu ni mzima. Wiki mzima hatujaonana. Najua Mungu ametenda, si ndio? Juu si rahisi. Siku ya leo tunaenda kujifunza tu kitu kidogo. Kwa dakika tu 15. Kila mtu angalie saa yake, saa hii saa ngapi? Wanasema ukitaka kukula chakula tamu, kula chakula kidogo. Wacha kukula mingi na yenye haina ladha. Bwana Yesu asifiwe. Saa hizi ni saa ngapi? Saa 6 na dakika ngapi? Na nusu. Tukifika na 45 tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nikipita wewe ukiona imefika, simama. Bwana Yesu asifiwe. Leo siende kusoma Biblia yote. Si tumeisoma sana? Lakini tunafuata yeye huko. Tunafuatanga. Hakuna mwenye anafuata. Unasoma inabaki hapo, unatoka unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwenye anafuata. Wewe unaisomea hapa. Tunahubiriwa hapa. Tulizaliwa tukaikuta. Mababu zetu wameisoma. Sisi tumeisoma lakini haina tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunaenda kujifunza tu kitu kidogo sana ambayo inafanya tunanawiri katika maisha, ama yenye inafanya tukae katika ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ama yenye inafanya tuinuliwe katika kazi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja nikasimama hapo nikamwambia, katika mafanikio yako hakuna binadamu mwenzako anakutakia mazuri. Mlikuwa mnaomba wote ndio, mlikuwa mnakesha ndio, barikiwa. Umebarikiwa aje na mimi sijabarikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Umesahau maombi yako si ya huyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulikuwa unaomba nini? Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe unajua. Labda mimi nilikuwa ninaomba ndoa yangu isimame. Bwana Yesu asifiwe. Yangu imesimama inatulia. Unaanza kusema we kwa nini ina yangu bado inayumba yumba? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wengi wetu tunaombaga kubarikiwa. Tunaomba kusonga mbele. Tunaomba watoto wetu wasome. Tunaomba tununue magari. Tunaomba hata tununue ndege. Lakini maombi yako inakupeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Usiai sema leo hii Mungu akirudi tunaenda wote mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Acha kujidanganya. Sema leo hii Mungu akirudi naenda. Wewe unayajua ya kwangu wewe? Unayajua? Sema Mungu akirudi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kusema tunaenda. Tunaenda na nani? Amen. Unaenda na nani? Wewe utanibebea mzigo zangu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utatubu dhambi zangu. Hata mama yangu haezi. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii sema akirudi naenda. Nikiwa peke yangu, si nikiwa na mama pasta. Bwana Yesu asifiwe. Sitaenda na mtoto wangu. Sitaenda na mwanangu. Nitaenda mimi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Akirudi tunafanya nini? Hakuna kwenye tunaenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akirudi unaenda. Si tunaenda. Unaenda na nani? Amekwambia anataka kwenda. Pastor anakuambia anataka kuona ufalme wa mbinguni. Mama kanisa anakuambia anataka kwenda. Unaenda. Amen. Ukiwa peke watoto wako hautawaona. Hata mimi huyu hamtaniona. Labda mimi ndio nitakuwa naongoza kwenda kwa moto. Na tulikuwa tunasema leo tunaenda mbinguni. Mungu akirudi tunaenda. Hakuna mwenye atabaki uongo. Amen. Simama na msimamo wako. Simama na msimamo wako.
Hakuna mwenye atakulazimisha kutubu. Ukiambiwa tubu, uko za hapa. Shetani kuja. Akishakuja atawale, unaanza kukimbia. Pastor, unajua kwangu kuko hivi. Mama pastor, mtoto wangu, mama kanisa, kumeumana. Ulikuwa unamuita umuiti. Ulikuwa unamuita. Na unamkaribisha. Unamwambia songa. Mimi ndio huyu, songa. Si ndio? Badala umwambie toka karibu na mimi. Kuna maombi mengine, kuna mwenye alisema mtu mwenye anaomba na Kizungu na mwenye unaomba na Kiluya yako ama Kiswahili, au watu ya Kizungu achana nao. Juu hakuna kitu wanafanya. Wakaanza kujipendekeza tu. Oh Lord, wewe unasimama unakemea, unasema sitaki mapepo, sitaki misiendo. Amen. Atapata wapi muda kugonga chini mguu? Yeye amejipenda. Suti yake imetulia. Utamwambia gonga chini mguu? Atakwambia hapana. Hakuna utajiri mtamu kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kung'ang'ania ya dunia. Maana yatakutoka. Amen. Wacha kung'ang'ania ya dunia. Mwenzako amebarikiwa, ujue umebarikiwa aje. Wewe na unakimbia huko. Maajabu, mpaka wao wanasota, wanafungiwa kanisa. Na sisi hapa tunaendelea. Amen. Kuna mtu akauliza, kama Freemason wanakosa pesa wanafungiwa kanisa, na sisi ni kina nani? Tunafaa tushukuru Mungu. Maana rent 19 million. Na sisi hata hatujaifika. Amen. Kama wanakosa, na wanatoa watoto wetu kila siku, wanatoa wazazi wetu kila siku, na iko wamekosa. Na sisi si tunapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Wacha kukimbilia huko pia siku hizi ni kubaya. Wacha kwenda huko. Fuata njia yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine nataka niwaambie. Na hii ni wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwape siri. Wataka kushinda kusema huyu mke wangu ni mkorofi. Wacha kushinda ukilalamika mke wangu ni mbaya. Hakuna mwanamke mkorofi kwa hii dunia. Kama wewe utamchokora, kama wewe utamsukuma, huyu mwanamke atakuwa akifanya kila kitu kile unamwambia. Lakini wewe zianze. Bwana Yesu asifiwe. Anza. Ukileta tunaleta. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hivyo tunasema, "Hey, huyu sasa amenipanda kichwani sasa. Naona sasa ni kubaya." Si kubaya, umechokoza nyuki. Amen. Hao wanawake ni viumbe taifa, hatukatai. Lakini wako na siri. Yenye hata pastor hajaijua. Wako nayo. Wazazi kusema mke wangu anaheshima, na kama wale wa Nigeria ananiinamia. Unajua hiyo kuinama inamaanisha nini? Nitakushusha. Amen. Unajifanya kichwa ngumu, nitakushusha. Utakuwa chini yangu. Amen. Wewe unajifanya unaweza. Ukitoka ubadala uniongeleshe vizuri unaweza nyenyenye. Yeah? Hey, karibu mume wangu. Karibu chakula. Yaani ngojea tu uone, ndakushusha wewe. Yesu asifiwe. Usiaicheza na mwanamke. Kiumbe kidogo lakini iko na madhara. Anaweza sababisha kitu hujai fikiria. Huyu mwanamke anaweza kufanya kitu kama hata siku moja. Wewe uko tu hapo. Bibi yangu tu ni mjinga. Ajui kinye kinaendelea. Unapita huko na shira hata yeye ajui. Unapita huko na mambo haezi jua. Siku yenye. Siku yenye zitafika. Siku yenye zitafika.
Nakwambia sasa leo ni leo. Niambie ni mimi ama ni huyu? Najua ni shetani tu. Shetani. Si ndio? Alikuwa anakutuma endea huyu, si ndio? Ukitoka huko upite na huyu. Ukifika hapo anyaga anakuita shetani. Shetani ni mbaya. Yaani mama nani naomba tu hayatoki. Ile wakati ilikuwa inatoka. Naomba tu tusameane. Wakati rafiki ulikuwa na yeye anakuambia bwana sasa mbondeleze tu. Nyangana tu na ya kwako. Na yeye alikuwa anakuambia nenda tu. Hata si mimi naenda. Enda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kuna wakati shetani anagonga, wakati mama anachukua anazieka hapa, wakati anasanya zote, wakati anasimama, unabaki za huyu ni yule. Ama anatembeanga na mama nani? Huyu mama amempea ushauri. Huyu mama amemchanganya sana. Itabidi niende niulizie mama pastor. Mama pastor, umeonana na mke wako leo? Hata wiki mzima sijamuona. Hata ajianzie wapi? Jukume waka. Anakimbia kwa rafiki. Kwa hivi bwana, kwangu kumenoka. Na ya kwangu afadhali yako. Bwana Yesu asifiwe. Beba ya kwangu ukiwa peke yako. Simama kwa nyumba yako ukiwa peke yako. Marafiki siku zote ni kubomoa. Hakuna rafiki atakwambia kaka. Hakuna rafiki atakwambia jenga kwako. Wanawake tuko na uwivu sana. Kwako kuna jengea kaje na kwako hakuna. Kwako kuko na kiti na kwako hakuna. Kwa nini unashuka nyanda kila siku? Na mimi bwana kwa aje yake. Ina maana wewe alienda kama wote sio? Kama alienda upambane. Sime pia ndafanya hivyo. Umesahau Mungu wake ndiye anamheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe endea kuja afanye yenye uliambiwa ufanye. Kesho yake bwana amke. Naanza kuita maombi. Pastor huko kwangu venye alilala ni kama asikie vizuri. Pastor ni kama auseme ukweli. Auseme ulikuwa wapi? Uliona mwenzako anashukwa. Uliona mwenzako amevaa nguo mzuri. Uliona watoto wake wanasoma. Uliona nyumba yake imesimama. Uliona mpaka iko na kiti. Wewe ni nani uko naye na mimi sina? Wewe ni mwanadamu tu kama mimi. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Umesahau mwenye kupeana ni nani? Mungu. Ni Mungu. Amen. Mwenye kupeana ni Mungu. Mapato yote inatoka kwa Mungu. Kwa hivyo kama amekupea leo, omba apende mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na usibarikiwe sana uliweke majivuno. Uweze kujivuna. Tunaweza badilisha. Ilikuwa ya hapa, tunaipeleka hapa. Unashtukia umefilisika tu. Unajua wanadamu hatukosi ya kusema. Huyo sasa kama Illuminati sikizi impe pesa. Hatukosi. Unaona venye hapo. Unaona venye amekonda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona venye sikizi anakanyaga ni kama mgonjwa. Lazima tukujaji. Hatujui ni nini inaendelea, lakini lazima tutaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tutaongea. Tumia mdomo wako vizuri. Wacha kutumia mdomo wako kugawanyisha wengine. Wacha kutumia mdomo wako kuvunja ndoa za wengine. Wacha kutumia mdomo wako kugonganisha watu wa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Biblia ikasema unaweza ukazuia mdomo kuongea, lakini hauwezi zuia masikio kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Si nimekuongea pia uanze kuniongea. Unaweza funga kinywa tu mara moja. Mwambie Mungu, si mwenyewe uniongelee. Amen.
Sio mwenyewe ulinaongelelea. Juu mimi siwezi. Wewe ukijiweka kubishana na mimi unaweza? Hauwezi. Unaweza? Bwana Yesu asifiwe. Kuza tu mwenzako uone kama alienda. Hapo. Msalimie tu. Mwambie kama imeingia ama bado. Imeingia. Amen. Amen. Hata ya, kuna anaenda kusalimia pastor. Hey. Lakini inawezekana tunaongea hapo na pastor alienda. Lakini pastor wetu si wa hiyo, si ndio? Alienda, unasikianga tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kujivunia mali za dunia. Amen. Amen. Tuache kujivunia mali za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tuamke. Nikikumbuka ulikonitoa na piga magoti nikuabudu. Ulikonitoa na piga magoti nikuabudu. Nikikumbuka salaboni na piga magoti nikuabudu. Nikikumbuka ulikonitoa na piga magoti nikuabudu.
Najua ameongea na hakuna mtu labda ambaye ameshika kile ambacho alikuwa anaongea, si ndivyo? Na amesema kwamba utaenda peke yake. Hii inatumia ile yenye ameanza. Utaenda peke yako, si ndivyo? Na kabla sijaomba malizia, nataka unisomee kitabu cha Luka 19 mstari wa 5. I hope hiyo ndiyo amekuacha nayo, akitumia kwamba jua kwamba hata yule mume mzuri ambaye anafanya ukose kuja kanisani kwa ibada, ama mke mzuri, siku moja utamwacha. Kwa hivyo Mungu atakuhitaji wewe peke yako katika kile ambacho alikuitia. Kwa hivyo nisomee tu hapo mahali Luka 19 mstari wa 5. Nilikuwa najaribu kuangalia huyu hako wapi, na nikapata kwamba kweli Mungu anahitaji tu wewe peke yake jinsi ulivyo. Wacha kuangalia sijui, hapana. Nisomee Luka 19:5 inasema akatangulia mbio. 5 inasema na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hajasema shukeni upesi, ameambia mtu mmoja shuka. Namba 2, ukiendelea kusoma anasema kwamba nitakuwa kwako. Unaona, hajasema nitakuwa kwenu, si ndivyo? Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba kuna mtu ambaye Mungu anataka kumfanyia mazuri sana akiwa peke yake, si ndivyo? Ndio maana tumeambiwa ukitaka upate kile ambacho Mungu amekuwekea, epukana na vikao vingine, marafiki ambao wana ushauri mzuri, si ndivyo? Kwa hivyo hiyo itafanya utakuwa sawa, na ameungana na yale ambayo nimefundisha hata asubuhi. Kwa hivyo Mungu wa amani akubariki, na nikiongezea kupita hapo nitakuwa nimeharibu. Ambia tu Mungu asante kwa sababu ya neno hilo ambalo Bwana umeweka, neno ambalo limekuwa naguza mimi peke yangu. Katika jione tuko peke yako, jione tuko peke yako. Ambia Mungu leo hii ninakushukuru kwa sababu kweli kuna vitu ambavyo vingenivunja moyo, lakini nimeona Bwana hauna haja hata ya mtoto wangu, hauna haja ya mzee wangu, hauna haja ya mke wangu. Uko na haja na mimi kuona tayari mimi mwenyewe nimesimama, na nimesimama Bwana, nimesimama Mfalme, nimesimama ili Bwana Mungu wa Israeli ukutane na mimi tena, ukaongee na mimi. Yani ni kwamba hata unapotoka mahali hapa, Mungu anatarajia azungumze na wewe private. Mungu anataka aongee na wewe na kupatie jibu kwa kile ambacho umeomba kwa muda mrefu, umetafuta kwa muda mrefu, katika jina la Yesu. Amesema kwamba tayari anapo angalia, anaona kwamba wengi kweli wanakwasika, wanaumia kwa sababu ya mafanikio ya mwingine. Lakini wacha nikwambie, jifanye uko peke yako. Ambia Mungu leo hii ninatamani kusikia kile ambacho mtumishi amefundisha, amekileta, kwamba Yesu nahitaji tu mimi peke yangu, ili Bwana na mimi ninaposimama nitaokoa wengi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Anaambia Zakayo, tayari mimi nimekuona, hata kama watu watakuona nimekuona. Ukiendelea kusoma mstari ambao unafuata, watu walinungunika. Kuna watu wananungunika kwa sababu unabarikiwa. Kuna watu wananungunika kwa sababu wameona mara hii hauna kelele. Kuna watu wananungunika kwa sababu hawaoni mara
hii mnafurugana kila mara katika ndoa. Kuna watu wananung'unika kwa sababu hawakuombi mara hii ukiombaomba. Kuna watu wananung'unika kwa sababu hawaoni mara hii ukiwa unawatembelea ili msungumuze mambo ambayo haina faida. Katika jina la Mungu leo hii inahitajika mimi peke yangu katika jina la Yesu. Ambia Mungu, nena na Mungu, nena na Mungu, nena na Mungu. Mwambie leo, Mungu, niko kama huyo jamaa ambaye aliambiwa shuka katika mkuyu ili nikaweze kutana na wewe. Mungu anataka kutane na wewe katika maisha yako. Mungu anataka kutane na wewe katika ndoa yangu, katika ndoa yako. Mungu anataka kutane na wewe katika yule mtoto ambaye amekusumbua, amerudi nyuma hata kimasomo. Hataki uende uambie mwingine, anataka kutane na wewe katika jina la Yesu. Labda kuna mahali ambapo umeumia, umeteseka, ukaona ya kwamba sasa nitafanyaje? Mungu ameona, anasema kwamba tayari nimekuona wewe. Sitaki ukakuje na mtu mwingine, sitaki ukanikaribie na mtu mwingine. Ninakuhitaji wewe peke yako katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Mungu wetu. Katika hiyo harakati unahitaji maombi. Na jambo ambalo naweza fanya tu kaweze kusema ninataka tu niingie pale nikaombewe kwa kile ambacho kimenenwa. Ili ulikuwa umeingiza katika, kuna mambo ambayo ilikuwa inakuinda. Kuna vitu ambavyo hata ulikuwa umepasika kwa sababu ya mke wako, ulikuwa umepasika kwa sababu ya mume wako. Kuna mambo haikuwa inaenda sawa hata kwa watoto. Kuja tuweze kuomba pamoja, kwa sababu tayari anasema anahitaji wewe, anahitaji wewe. Na nimekwambia ndani mwako kuna mtu ambaye Mungu anatamani kuona amefurahia, anatamani kuona anang'ara katika jina. Tusimame, tusimame tafadhali. Tusimame, 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 tusimame tafadhali katika jina la Yesu. Napoimba utakuja ukaweze kuomba, ukaweze kuomba pamoja na wewe kwa kile ambacho kimekuguza katika jina la Yesu. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo, kuanzia siku ya leo, nimekundua leo unahitaji mimi. Na Bwana, leo hii niko tayari, niko tayari
Sitaangalia mtoto wangu, sitaangalia mama yangu, sitaangalia mke wangu, sitaangalia mume wangu, sitaangalia jirani. Ninajua unanihitaji peke yangu. Niko tayari, niko tayari, sitarudi nyuma, niko tayari. Asante Yesu kwa sababu ya kuniponya. Baba Mungu wetu, neno hili limekuja ili wainuliwe wakaone utukufu wako. Na waombea kila mmoja ambaye alikuwa na maumivu ya moyo. Baba Mungu wetu, asante kwa sababu ya kumuondolea. Asante Bwana kwa sababu ya kumuokoa. Anapotoka mahali hapa amekuwa mwepesi, ataweza kufurahi na kurukaruka kama ndama, kwa sababu Baba umemponya. Umemuondolea kile ambacho kilikuwa kinafanya kwamba roho yake ichafuke, roho yake ikose kukutafuta. Bwana Mungu wangu, ninasema asante kwa hayo. Wacha ukaendelee kumuinua, kaendelee Bwana kumzungumzia. Na Baba, ninajua Bwana kupitia kwa mtumishi wako ambaye ulikuwa umeandaa siku ya leo, Baba amepanda mbegu ambayo itaokoa watu wako, mbegu ambayo haitaweza kukufa tena, katika jina la Yesu. Natangaza kila mmoja anapokuwa mahali hapa na anapotoka mahali hapa, Mungu wangu akakuone wewe, akakuinue wewe na akafurahi, akakumbuke siku ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu. Uinuliwe na upewe sifa. Kila mmoja sema amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I hope tukimaliza ibada inahitaji waimbaji wabaki nyuma, tusungumuze nao waimbaji ambao hata yule dada nimeona akiimba nikafurahia sana. Kwa hivyo waimbaji wakiongozwa na mama Veronica. Kwa hivyo tutabaki tukaweze kusungumuza, na wakati wanakaa nataka nione mama kanisa pamoja na mzee kanisa pamoja na deacon, tusungumuze mambo mawili matatu, na Mungu wa amani ataendelea kuinuliwa. Alafu baada tukiendelea hivyo pia siku